tumeona ndio usishikwe katika taifa la Kenya, either uwe mrengo fulani. Mimi nataka niulize swali Uhuru Kenyatta kwa unyenyekevu sana, kwa sababu nimesema mwaka hii tukuombee Mungu. Umesukuma Songo, umemnyang'anya ofisi nusu, ukamletea mtu wa jeshi. Umesukuma sasa Songo mpaka umemfukuza kwa ofisi, tena bado unamfuata kumshika, kumpeleka kotini na kwenda kuomba asuiliwe zaidi. Hata kama ni wewe, mimi nataka wewe ujiulize na familia yako, hata kama ni wewe. Siku ile Maraga alisema turudie kura, na Wakenya wote waliona. Wakati Maraga alisema turudie kura, ilifika mahali ukiongea ulikuwa unajikuna, kwa sababu tumesema turudie kura. Lakini hii umemsukuma mpaka ametoka kwa ofisi. Hata Songo akiongea vile anaongea kwa sababu ya uchungu. Huwezi chaguliwa na watu zaidi ya milioni 1. Na watu wachache wapangane hapo kukupangia vile watakuondoa. Mimi nataka niambie hawa watu wote ya kwamba huyu Mungu wako mbinguni tunaomba kila siku. Sio msaa. Wakati Nyayo alikuwa kwa serikali, alikataa chama mingi. Alikataa demokrasia, lakini ilifika. Wakati Kibaki alifika, akafuata sheria. Sasa watoto ya KANU na KADU wamefika tena, wamevunja sheria. Mimi nataka niwaambie itafika siku yenu. Sisi sasa hivi tunafumulia, wakirusha tutarusha, wakipanga tutapanga, surely Kenya one. Sasa imefika mahali sasa unasukumana na kila mtu. Mmetufungia ma-account. Mmetufungulia makesi. Bado mnatengeneza zingine huko DCI. We want to tell you, sisi wengine tuko tayari. Mtushike, mtusuie, mtumie uwezo wenye mtaweza kutumia, lakini hii inji lazima tukomboe. Hii inji lazima tukomboe. Yule Songo ni mtu mumemsukuma. Hawawezi sukuma mwanaume namna hiyo. Umesukuma yeye zaidi. Hata kama ni mjinga, hata kama ni wazimu, ako na familia. Hata kama unaona akili yake ni kidogo, ama unaona ako na kiburi fulani hapo, pia ako na feelings. Kama vile wewe Maraga alikuvugusa, ulikuwa na feelings. Na sisi wote wakati Maraga alikuvugusa ulitoka kututusi, lakini tulirudi tukakushikilia mkono. Hatukukusukuma, hatukuruka. Na mimi naomba mahakama yetu pia. Mahakama mfanye kazi yenu ya ukweli. Tunajua msikuizi tumeletewa file ati kama wewe ni judge ama ni nani, wakati kesi ya fulani kama Songo yuko unaletewa file ati sijui ulifanya nini ama utafanya nini ama utafanyio nini. Mimi nataka niombe mahakama, nyinyi tu ndio mnaweza kuokoa hii nchi. Hii nchi si ya mtu mmoja, si ya watu wawili, si ya familia moja, ni ya Wakenya milioni 48 ama 50. Ile maneno inaendelea Kenya hii tumefumulia mpaka tusikii tena, msitutishe na maneno ya kushikwa. Hii kushikwa ni maneno kidogo sana. Lakini sheria itafuatwa lini? Hiyo ndio maswali yetu. Surely hawezi ukasukuma mtu alichaguliwa, umemnyang'anya serikali, umemsukuma ako na makesi zingine kama 5, tena unarudi unashika, unataka kumshika, simuue basi ndio ikuwe rahisi. Just kill him. Ikifika mahali hata mtaka kuua. Hii Kenya ni yetu sisi wote. Na tutasema mpaka siku ya mwisho. Ya mwisho. Kama vile tulisema juzi. Kiongozi yeyote mwenye anaongea matamshi mzito kama ya juzi ya Uhuru Kenyatta. Nimeshangaa leo wametoa majina ya Simba Arati, Osoro, Songo na Cohesion. Nini Cohesion? Mwache ukomanship na utapeli. Ile watu wanaongea vibaya zaidi Kenya hii, kama akina Sifuna, akina nani, wanaandika anything they want. MCA jana mwingine alikuwa kwa mkutano ya Raila, akaongea vitu ya maajabu. Na mnaangalia mnasema ati nyinyi kuna Kenya A na kuna Kenya B. Sisi tunataka tuambie kwa mapenzi ya Mungu na mapenzi ya wananchi wa Kenya. Mapenzi ya Mungu na mapenzi ya wananchi wa Kenya. Asola itaongoza nchi hii. Hatutalipisha, lakini tutawaonesha tofauti ya kuongoza nchi. Pana ongoza nchi kama boma la ng'ombe. Pana ongoza nchi kama kwako nyumbani. Pana ongoza nchi hata bibi yako huwezi ongoza yeye namna hii na watoto yako. Ninyi ni watu wakumbavu sana.
Thank you. This country needs a lot of prayers. President Moi mismanaged the economy and mutilated our constitution. Kenyans were tired with President Moi. They voted against his project. By then was Uhuru Muigai Kenyatta. And they brought in President Mwai Kibaki. Mwai Kibaki reconstructed the economy, fixed our economy, and midwifed the birth of the 2010 Constitution, which Kenyans have enjoyed the fruits until Secretary Uhuru Muigai Kenyatta came in. We are going back much more faster than we thought. We have gone back to the days of KANU, much more faster than Kenyans expected. Our economy has degenerated much more faster, worse than it was during Moi's time. In this country, I say Kenyans need to pray this country, because what we are seeing, is it last days? Where the person you assist is the same person now who turns around and wants to finish you. We are setting a very dangerous and a very bad precedent. And I want to ask those who are in positions now that please execute the functions of your office in a manner that we expect somebody else will execute the same functions even when you are an ordinary citizen, because you will never continue to occupy that position for centuries. You only occupying that position for a season. And I want to tell the judiciary, when governors were hounded out of office with the total disregard of our constitution that says a person is innocent until proved guilty by the court of law, where the likes of Songo, the likes of Governor Kasaine, the likes of Ferdinand Waititu were asked not to step anywhere near the offices until their matters are concluded. When Kenyans were making noise, the judiciary was laughing, because it was the same judiciary that was making those pronouncements. You saw what happened recently. The same judgment were applied against the sitting acting Chief Justice of the Republic of Kenya, Philomena Mwilu. She is lucky to have gone back to the same court, and that order was quashed. So I want to tell the judiciary, especially the young magistrates, the young judges who have a long way to go insofar as their profession is concerned, that when you will be seeking promotion tomorrow, when we will have the new dispensation, your promotion will be guided by how you are dispensing justice presently. You may be a victim of judicial interference by the powers that be, but know that Kenyans always change the powers that be after every 5 years, and they are remaining with less than 2 years to change the occupier of the offices, those who wield a lot of executive powers. So I want them to, the only last line of defense for Kenyans is the judiciary. Let them interpret the law, not when it's convenient for somebody, but as per the Constitution of the Republic of Kenya. Today, you could be the one in office. Tomorrow, you will exit. Somebody else will come. Hiyo ndio sisi tunasema. Tunasema kwamba watu wafuate sheria vile inavyosema. Mambo ya kwenda kutafuta kesi sijui za miaka gani, sijui miaka 2017, miaka 2015, miaka 2016, walikuwa wapi ile wakati walikuwa naona Songo alikuwa anafanya ile makosa? Mumeimpeach Songo, mmempeleka kotini,
leo tena mmemkamata, mnamzuilia. Even the law doesn't support double jeopardy. You have exposed Sonko to a triple jeopardy. Your days will also come. And even if you will, hata kama mtakwepa hapa duniani, yuko Mungu wa mbinguni ambaye anawaona. Machozi ya watoto wa Sonko, machozi ya familia ya Sonko ambayo wanalia, Mungu wa mbinguni anaangalia ile machozi yao. Na Mungu ndiye huwa analipa. Leo wewe ni tajiri, kesho utaporomoka, utakuwa mtu maskini. Leo uko katika ofisi kubwa, kesho utaporomoka. Kuna wale wa Kenya ambao walikuwa so powerful kwa serikali ya Rais Daniel Toroitich Arap Moi. Watu kama kina Zakaria Cheruiyot, watu walikuwa ukisikia jina yao unatetemeka. Lakini saa hii wanakaa nyumbani, hata mtu wa kwenda kuwatembelea peke yake hakuna. Hii nguvu ni ya wananchi. Tumepatiwa tu kwa muda mfupi. Baada ya mwaka moja miezi 18 ambaye imebaki, tena wale wananchi watakuja kutoa mamlaka hayo tena na watapatia Mkenya mwingine. Kwa hivyo wewe unapotumia yale mamlaka ambao Wakenya wamekupatia, yatumia yale mamlaka jinsi utapenda, pia mtu mwingine atumie yale mamlaka dhidi yako. Hiyo ndio sisi tunasema, na hiyo ndio sisi tunaomba kwamba tuendelee kukaa imara. Wale viongozi ambao walikuwa mstari wa mbele kupambana na uongozi wa kimla wa Rais Moi, kina James Orengo, sasa wao ndio wamegeuka, hao ndio deep state ya kupanga vile watafinya wale watu ambao wako nyuma ya Rais William Samoei Ruto. Na mimi nawaambia Mungu halali, wao wakifinya inarekodiwa mbinguni. Sisi tunawaombea maisha marefu. Mungu awape maisha marefu ili kesho watakapokuwa wameondoka mamlakani wataitumia hiyo kama funzo ambao pia watakuwa wanawaelezea wale viongozi wengine ambao watakuja huko mbele, ambao watatumia nguvu za vyombo vya dola kwa binafsi zao wao wenyewe. Asante. Niko na moja ya mwisho, usisahau. Mimi niko na maoni tofauti kidogo kwa maneno ya MCS. Mimi nataka nieleze MCS wa Kenya, pongezi kwa hiyo pesa mmepata. Kwa sababu hata hiyo pesa amungepewa bado singepotea kama zile za Kenya. So kwa sababu mmehangaishana na huyu mtu kwa muda mrefu, mpaka juzi ameamua kuwaonga na hiyo milioni 2, lakini kama nyinyi mnaamini hiyo pesa ilikuwa zenu kikatiba, pia msikize mwananchi anasema nini. Hiyo ndio maoni yangu. Lakini pesa mchukue, na hata muulize ile ama nyumba ya housing, muulize mpewe, kwa sababu bado tutaambia wa Kenya familia moja haiwezi sanya 75% ya Kenya. Mungoje tu.